mnachokifanya. Guys, punguzeni ukali wa maneno. Hata sisi nao binadamu hatujakamilika. Umeenda kwa mwenzako maskini Mungu, labda ni anauza kitu fulani, labda siku hiyo anauza chips na mayai. Uliona ile page inauza chips na mayai mitandaoni. Umefika umekuta siku hiyo chips imeungua. Wewe hapo umechukua, umeibeba ile chipsi, uko live, nakwambia nimeenda sehemu fulani, nimekuta hivi. Jamani, kalma is a bitch na inarudi. Hicho unachomfanyia mwenzako leo, na wewe siku Mwenyezi Mungu atakurudishia kwenye ewe yako. Tujipunguziage kutoaga kasoro vitu vya watu. Hivyo vitu mnavyoviona vinatumia hela. Hivyo vitu vinatumia a lot of motherfucker hela. Wewe kitendo unachoenda kumharibia, umjui mwenzako ndani ana mzigo kiasi gani? Humjui siku hiyo wewe ndio mteja wake wa kwanza. Jamani, kama malaika uko mbinguni wanakosea, itakuwa binadamu? Tujifunze kufichiana aibu zetu. Wewe ni Mtanzania, umekosewa na kitu, mfate muhusika. Find a way nzuri ya kumfikishia ujumbe kistaarabu. Yaani nisikize nikwambieni. Wewe umeona kuna mwenzako leo video yake umetumiwa wewe, labda una bahati mbaya una video ya mwenzako ya uchi, ukai-expose, watu wakaiona. Na kuapia hapa, hauendi chini kwa Mwenyezi Mungu mpaka ya kwako na wewe iwe vile vile. Mwenyezi Mungu ana tabia, yani anakupa kitu akupime imani yako. Ukikifanya na yeye anakuja kukuletea uone uchungu wake. Jifunzeni kabisa kuwa na simile. Umekiona kitu cha mtu kakuletea biashara yake kwenye biashara yako. Biashara yako unaona kabisa ukupata muda wa kutangaza, ukupata muda nini. Unaona hiki kitu na mimi hiki kitu naogopa, au kuwa na uwezo wa kulipa. Nilichukua lipstick zako, nashindwa kuzilipia baby, naomba tuzitangaze wote tuuze. Au kwenye kulipa kwenye lipstick umetengeneza. Kwa sababu guys, twende mbele turudi nyuma, hizi product tunazotengeneza zote sisi sio watengenezaji. Tunawagaia mataifa ya mbalimbali yatutengenezee. Na sisi kunapoenda kutengeneza product tunathibitishia kwa watugaie product kwenye ubora ule tunaotaka na quality ile. When it's coming about any shortcoming inapotokea, kweli inawezekana watu wanaweza kuhisi kwa product ya mtu fulani ndio mbaya, lakini yule anakosa. Kwa sababu yeye pia naye alilipa hela akatengeneza product. Na guys, hakuna kitu kina bei kama kutengeneza product. Naongelea kutengeneza product ambayo inakuwa iko printed kama hii ya kwangu. Acha product ukikuta imebandikwa sticker au ana shughuli zao nyingine. Product ukiona iko printed hivi ukikwangua hivi, bitch, it costs a lot. Kuna gharama ya muhuri, kuna gharama ya watu kama TRA wa hiyo nchi unaotengeneza, kuna mavikolokolo kibao, hadi unatoka na mzigo airport wewe umechoka. Kwa hiyo ina cost a lot. Kwa hiyo usije kusubutu kuharibu biashara ya mwenzako, usije kusubutu kufanya ubaya kwenye kitu cha mwenzako. Ulimuiba mume wa mwenzako, basi na wewe kwako ataibwa. Unatembea na ume za watu, na wewe kwako watatembelewa na wengine. Yani ni kama tadini tudani. Hakuna ubaya unaoachwa, usioachwa na majibu dunia sasa hivi. Mwenyezi Mungu yuko very busy, mimi ndio namkwambieni. Yani yuko busy na mambo mengi makubwa ya nchi. Adili na vimbunga, adili na vimbunga, mafuriko, mabomu, sijui majoka makubwa yaliokuwa Amazon, aje kudila hivi vishengesha vya mimi na wewe. Vishengesha vya mimi na wewe tunajibiwa na yeye. What the point kwa nije hapa sasa hivi niko live. Nimemwona mtu kapaka haya mafuta na ni mazuri, nisikuonyeshe